KYGC TV, Jesus is coming. Vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nikuonyeshe imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. 20. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Tasoma vizuri mstari wa 20. Lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu, kwamba imani pasipo matendo haizai. Je, baba yetu Ibrahimu hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipomtoa Isaka mwanawe juu ya madhabahu? Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yani bado tunaambiwa ya kwamba imani bila matendo imekufa. Hakuna vile utatembea wewe unatembea na ili hali hauna roho ndani mwako. Ni kama unatembea na saa na haina batteries. Inafanya nini? Si ni mkebe tu. Kwa hivyo hakuna vile mwanadamu atatembea na imani na akose kuwa na matendo na ifanye kazi. Lazima imani iambatane na matendo. Praise the living God. Ibrahimu kumwondoa Isaka iliambatana na matendo, iliambatana na imani. Imani aliyokuwa nayo ili kumtoa mwanawe ilikuwa ni matendo. Alikuwa na imani ndani mwake ya kwamba hii sauti ambayo naisikia ni ya Mungu. Akawa na imani, huyu Mungu ana sababu ya mimi kuniambia mimi nimtoe mwanangu wa kipekee ambaye ni Isaka. Kwa hivyo kwa matendo anamtoa Isaka awe sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo imani yake Ibrahimu ilikamilika pamoja na matendo. Haleluya. Baada ya Mungu kumwambia kwamba mtoe Isaka, imagine sasa akaitwa rafiki wa Mungu, kwa sababu aliamini. The voice I'm hearing is not a voice of a man, but this voice is from our God. So Mungu ananiambia kwamba nimtoe Isaka. Mimi nakubaliana na Mungu, ninaenda kumtoa Isaka. Haleluya. Ati Sara ndio mtoto wake wa kwanza tu. Walipompata alifurahia sana. Lakini sasa Mungu anamwambia mtoe Isaka. Praise the living God. Maandiko yanaendelea mbele kusema ya kwamba mwaona kwamba mwanadamu huhesabiwa kuwa na haki kwa matendo yake, si kwa imani peke yake. Mwanadamu anahesabiwa kuwa ana haki kwa imani. Haleluya. Mwanadamu anahesabiwa kuwa ana haki kwa matendo yake, bali si kwa imani peke yake. Unatuambia kwamba uko na imani lakini uonyeshi matendo. Tutajuaje hakika unataka? Tutajuaje hakika wewe unampenda huyu Mungu kama utaonyesha matendo? Kama utaonyesha tu, utaonyesha kwamba kweli mimi nampenda huyu Mungu. Sio kukuja kanisani tu Jumapili. Sio kukuja tu kanisani na kukaa pale. Kuna kitu ambacho unashiriki, kuna kitu ambacho unafanya. Yani kwa matendo yako, ili imani yako idhibitike. Tenda kitu fulani pale, wajue hii. Bwana Yesu asifiwe. Imani bila matendo imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo na Rahabu yule kahaba naye, je, hakuhesabiwa kuwa na haki kwa matendo hapo alipowakaribisha wajumbe akawatoa nje kwa njia nyingi, kwa njia nyingine? Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza fanya. Kuna vitu ambavyo unaweza fanya katika maisha yako. Kando na wewe kukua tuna imani. Kando na wewe kukua tuna imani. Na usianze kutenda sasa useme wewe ni mtendaji zaidi.
Sasa usionyeshe imani. Lazima hizi vitu ziambatane. Lazima hizi vitu zifuatane. Ya kwamba nina imani na katika matendo nitaonyesha ile imani ambayo niko nayo. Mungu amenituma niende nihubiri chokaa. Ondoka kwa ile matendo, maana hii ni sauti ya Mungu ambayo inazungumza. Kwa imani wewe ondoka. Nenda ukahubiri kule. Hata kama utapata watu wawili, hata kama utapatana watu watatu, wewe usijali. Kwa sababu ni sauti ya Mungu. Kwa imani ondoka, kwa matendo yako tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu Mungu anatupenda. Maana kama angelikuwa ni mwanadamu, sijui sisi tungekuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi tumekuwa na imani. Mtu anakuambia kwamba mimi na imani tu, hiyo kazi ni yangu. Nina imani tu, nitaifanya. Mtu anakuambia nina imani, nitapata watoto. Lakini hauna matendo. Una imani utapata mtoto na hata uonyeshe kwa matendo. Haleluya. Una mume kwa nyumba yako ama una mke kwa nyumba yako, lakini yule mume ama huyo mke mnakaa kama dada na ndugu, na wewe unataka mtoto, utapataje? Praise the living God. Unasema ya kwamba nina imani. Nina imani tu mimi. Nina imani huyu Mungu atanipa. Nina imani tu. Haleluya. Imani lazima ifuatishwe na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hicho kitabu cha 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthians 16:13. Bado nazungumzia tu imani. Leo naonelea ni vema tukazungumze kuhusu imani. Manake wengi tumepotea kwa kutojua. Wengi unasema kwamba mimi nina imani tu. Lakini leo tumeambiwa kwamba imani pasipo matendo ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. 1 Corinthians 16:13. Andiko inasema ya kwamba kesheni, simameni imara katika imani. Fanyeni kiume mkawe hodari. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bado nazungumzia tu imani. Wanatuambia kwamba tukeshe na tusimame imara katika imani. Usimame imara katika imani yako hiyo. Simama tu imara katika hiyo imani yako, ishikilie tu. Hiyo imani ambayo inakwambia kwamba wewe lazima utafika mbinguni. Shikilia hiyo imani ambayo uko nayo. Usiachilie. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwezekana unaweza iongeza lakini usididimie. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imani ambayo uko nayo, ambayo unaona ya kwamba kuna uwezekano wewe ukaenda viwango vingine, ama kuna uwezekano ukapata mume, kuna uwezekano ukaenda hata ng'ambo, hiyo imani shikilia. Shikilia. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie nyuma. Simama tu imara. Maana Mungu yu pamoja nawe. Simama imara. Jua katika mimi kutaka kwenda ng'ambo, nitafanya nini? Nitafanya, nisiseme tu kwa mdomo ati ya kwamba nina imani. Katika wewe kutaka kufanikiwa, nitafanya nini ndipo nifanikiwe? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe ni mwanafunzi lakini unajiambia tu mimi nitapita tu mtihani. Najua nitapita tu mtihani na haustadi. Haustadi na unataka kupita tu mtihani. Nitapita tu kwa imani, nitapita tu. Lazima uiweke kwa matendo. Chukua kile kitabu chako, anza studies. Weka imani katika hii study yangu, lazima nitapita mtihani. Mchawi aniroge, mganga anifunge, lazima nitapita mtihani kwa imani na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua vitu zingine zinafanyika katika ulimwengu wa sasa. Unaweza pitia hali nyingine nzito sana. Unaweza pitia hali nyingine ngumu sana. Ni kwa sababu wewe uko tu na imani na ufuatishe matendo. Niko tu na imani leo nikienda tu church nitafaulu. Umeifanya kwa matendo. Manake umekuwa na imani na ukaondoka kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Umeifanya kwa imani ya kwamba nina imani leo nikienda kanisani, hizi vitu ambazo zinanisumbua hapa kwa nyumba ninaenda kufaulu na zitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umeifanya kwa imani na kwa matendo ukaondoka ukakuja kanisani, lazima utafanikiwa.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usije ukazubaa ukasema ya kwamba mimi bishop yuko tu. Bishop atanibebea tu imani yangu. Mimi wale waombezi wako tu watanisaidia tu. Nitaenda tu pale na nipige tu magoti tu. Hapana, kuwa na imani. Hata kabla ya hao waombezi wape hilo ombi, kuwa na imani ya kwamba nikiambia Pastor Hendrix na kikundi chake wapate kuniombea, najua ninaenda kufaulu kwa sababu uko na imani. Uko na imani unapoondoka kwenda kuona Pastor Hendrix. Unamweleza ukimwambia kwamba pastor, nahitaji kuombewa nipate kazi. Hiyo ni imani na imedhibitika na pia imepitishwa na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo, imani bila matendo ni kazi bure. Haleluya. Lazima tu Mkristo pia utajaribiwa. Na katika hiyo hali ya kujaribiwa, isiwe ndio mwisho wako sasa ya kusema kwamba Mungu ameniacha. Ya kusema sasa hakuna haja hata niamini Mungu yupo. Sio wakati wa kufanya hivyo. Wewe unapojaribiwa sio wakati wa kusema kwamba Mungu wangu hayupo. Mungu anajaribu imani yako. Shetani akawa anatembea, akazunguka duniani, akaangalia nitamwendea nani mimi. Bwana Yesu asifiwe. Alipoenda kwa Mungu akamwambia Mungu, yule Ayubu nampenda sana, ndio maana kumbe amekukwamilia. Mjaribu tu huyu Ayubu, mwachilie tu kidogo, ndio utajua kile ambacho nakwambia. Mungu akamwambia nenda kule ufanye chochote, lakini usiguze moyo wake. Kwa hivyo vitu za Ayubu zikachukuliwa zote. Vitu ambavyo Ayubu alikuwa navyo vyote vikaenda. Vitu ambavyo Ayubu alikuwa navyo vikachukuliwa. Ng'ombe nzuri, watoto wazuri, mke pia ndio huyo akawa kisirani, vyote vikaenda. Hadi mke akamwambia, mume wangu jameni, yatosha. Mkufuru huyu Mungu ili ufe. Hakuna kitu ambacho unafanya, mkufuru tu ukufe. Maana haya ambayo unapitia ni mazito. Naona huyu mwanaume alikuwa na imani. Alikuwa na imani kubwa sana. Anamwambia Ayubu no. Ayubu anamwambia hapana. Mungu ndiye aliyenipa hivi vyote. Mungu ndiye aliyenipa hata wewe ambaye unaongea hivi. Vile vyote ambavyo vimeenda ni Mungu ambaye alinipa. Kwa hivyo mimi siwezi nikamkufuru Mungu. Na naona ya kwamba huyu ndugu alitambua ya kwamba ni Mungu ndiye anayevichukua. Kwa imani. Kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa imani ambayo Ayubu alikuwa naye, vitu zake zikarejea. Na zikarejea maradufu. Kwa sababu ya ile imani. Muulize tu mwenzako aliye karibu nao, ile imani ambayo uko nayo, je, unadhania inaweza kusaidia? Muulize tu ile imani ambayo uko nayo. Hana uliza hata hiyo kiti. Iulize tu. Ulize tu hiyo kiti, imani yenye uko nayo hiyo inaweza kusaidia kweli? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Praise the living God. Imani bila matendo imekufa. Ndugu zangu katika Kristo, tujaribu jinsi tuwezavyo imani yetu iambatane na matendo. Katika huduma hii bila matendo, hakika pia ni kazi bure. Lazima iambatane na matendo. Imani yako tu iweke juu na iambatane na matendo. Usiwe tu kuingia kanisani na kujaza kiti kila mwaka wewe wa kuombewa, unaombewa na ubarikiwi, haufaulu chochote, hakuna chenye kinafunguka, hakuna chenye kinaenda, wewe unanungunika tu, unasema mbona mimi au mapasta sijui wanaomba nini, mbona mimi sijaibarikiwa. Hauna imani na pia matendo yako imekufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Tuamini tu ya kwamba huyu Mungu yupo, na katika matendo tuonyeshe ya kwamba Mungu wetu yupo. Praise the living God. Hicho tu kitabu cha Wakorintho wa pili 5:7. Wakorintho wa pili 5:7. Andiko inasema hivi. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 7. Andiko inasema ya kwamba maana twaenenda kwa imani
si kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaenda kwa imani, si kwa kuona tu. Tunaenda kwa imani, si kwa kuona tu. Usije tu kuona. Usije tu kuona. Hapana. Enda kwa imani. Usije kanisani unakuja kuangalia waimbaji wako vipi. Wacha leo niende nione manabii watoka. Kuja kwa imani. Hata kama unaona yako zile vitu ambazo zilikuwa zinakusumbua zimejibiwa, tazama tu yule jirani yako, maana najua kuna kitu kimoja unajua kwake. Kwa imani yako anaenda kubarikiwa. Kwa imani yako anaenda kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa imani, wala si kwa kuona. Praise the living God. Tunaenda kwa imani. Kukuja kanisani tumekuja tukiwa na imani ya kwamba huu mwezi wa 3 unaenda kutukubali, na kwa matendo ambayo tutatenda mwezi huu wa 3, kwa matendo yale ambayo utatenda tu mwezi huu wa 3, wewe ukuwe na imani na ufuatishe na matendo, mwezi huu hakika utafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua Januari imekuwa ngumu, Februari imekuwa ngumu. Najua hata wengine kulipa nyumba imekuwa lazima tukumbushwe. Wengine hata hiyo school fees imekuwa lazima tu mwalimu atukumbushe. Najua tu vitu zimekuwa ngumu. Najua tumengangana. Huwezi sema lakini wewe unajua. Hizo vitu zimekuwa ngumu. Lakini kwa imani ambayo uko nayo mwezi huu wa 3, kwa ile imani ambayo umebeba kuingia nayo mwezi huu wa 3, fatisha tu matendo. Bwana Yesu asifiwe. Fatisha tu matendo. Hauna pesa, una vile utafanya, unadaiwa, kuwa na imani na ufuatishe matendo. Bwana Yesu asifiwe. Nimeanza na kusema ya kwamba imani bila matendo imekufa. Haleluya. Imani bila matendo imekufa. Mwanadamu kutembea una imani, lakini ndani mwako hauna matendo. Manake unapomwona ndugu yako huwezi msaidia wakati ambapo uko katika hali ya ugumu. Unapomwona ndugu yako unamuona kama adui yako, hauwezi fanikiwa. Ile imani ambayo uko nayo pia ni kazi bure kama hautaona ule ndugu ambaye uko naye karibu upate kumsaidia. Kama hautamwonea ndugu yako upate kumuinua pale ambapo anahitaji. Imani yako ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa anatembea siku moja akihubiri Injili. Alipokuwa akihubiri akakutana na vipofu wawili barabarani. Wakapiga kelele sana. Yesu mwana wa Mungu, turehemu tu. Yesu mwana wa Mungu, turehemu. Yesu mwana wa Daudi, turehemu. Tukumbuke. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo 9. Mathayo 9. Mathayo 9 mstari wa 29. Mathayo 9 mstari wa 29. Haleluya. Tutaanza mstari wa 27. Praise the living God. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata, wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo aliwaguza macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu alipokuwa akitembea tu, wale vipofu wakaanza kumuita, Yesu mwana wa Daudi, turehemu. Turehemu tu. Imagine Yesu wanajua yeye anaweza waponya, lakini bado anawauliza, mnaamini naweza fanya hili? Mnaamini naweza waponya? Mnaamini ya kwamba mtaona tena? Wanamwambia, naam Bwana, tunaamini waweza. Yesu akamwambia, kwa imani mlio nayo pate kuona.
Praise the living God. Kuna mtu mahali hapa anayeweza tu paza sauti yake kwa Mungu. Anayeweza ambia tu Mungu, mimi niko hivi. Mimi Mungu nahitaji kuona. Na katika swali lile ambalo Mungu atamuuliza, Mungu akikuuliza, je, wajua ya kwamba naweza kufanya hili? Wajua mimi naweza kupa kazi? Wale ndugu walijibu kwa ujasiri. Walijibu kwa ujasiri wakasema, naam Bwana, tunajua waweza. Haleluya. Yesu akaguza tu macho yao. Akawaambia, kwa imani. Kwa imani tu mpate. Imagine kwa hiyo imani ambayo uko nayo. Wale ndugu wawili walichukua imani na wakaifanya kwa matendo. Maana katika ile hali ya kumuita Yesu ilikuwa ni matendo. Katika ile hali ya kumuita Yesu mwana wa Daudi turehemu ilikuwa ni matendo. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo hautasuluhisha tu kwa kukaa nyumbani mwako na kusema wewe una imani. Kuna vitu ambavyo wewe hautasuluhisha. Hiyo ndoa ambayo inakuhangaisha haitasimama wewe ukikaa na urelax. Lazima uchukue hatua. Lazima uchukue hatua ya imani na uiweke kwa vitendo. Vipofu kama wangekaa nyumbani mwao wangeona kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hawa vipofu kama wangemuita Yesu, kama hawa vipofu wangemuita Yesu kwa sauti kuu, Yesu angejua kuna vipofu hapa, na kama angejua hawa watu hawana haja ya kuona. Leo hii tuko hapa, umekuja kanisani. Kama wewe utanyamaza tu wakisema ni masaa ya kuomba, Yesu hatajua uko na haja na baraka zake. Anajua unamhitaji, lakini anangoja wewe upase sauti na uinue imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo atakapokuambia kwa imani yako pokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ifanyisha imani yako kazi. Fanyisha imani yako kazi. Wacha kuwapa watumishi kazi ngumu. Wacha kuwapa watumishi kazi ngumu. Ati kila mara tu wewe uko hapa, leo Jumapili tuko na wewe, Jumatatu bado utakuja, Tuesday bado utakuja, na jambo lile tu. Bishop, unaonaje kwa hii kazi? Itapata kweli? Unaonaje hii biashara? Wateja wameenda, nauza tu 10 bob. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni wangapi ambao wanataka hiyo biashara? Unajua ni wangapi ambao wamemtafuta Mungu asubuhi wakiitisha hiyo biashara? Na unajua wamefanya nini baada ya imani yao? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiketi kwa hiyo kiti chako, anza kujiuliza, ni nini haswa imenileta hekaluni mwa Mungu? Ni nini haswa ambayo nitamwambia Mungu nataka unifanyie hiki na kile? Wakati wa kuomba atakaposema tuombe, usije ukaanza kuangalia watu. Uwe na kitu cha kumwambia Mungu. Uwe na kitu cha kumwambia Mungu. Mungu anajua, lakini anangoja umwambie. Ndipo akwambie kwa imani yako pokea. Imagine Mungu anajua hujalipa nyumba. Imagine tu. Mungu anajua ndoa yako iko na shida. Mungu anajua maisha yako ni ngumu. Mungu anajua unatamani kukua na huduma, lakini anangoja wewe umwambie Mungu, sasa nimetosha. Sistahili kukaa chini ya mchungaji tena. Sistahili kukaa hapa tena. Nahitaji kuenda pahali sasa. Mungu anangoja tu wewe umwambie. Utakapomwambia ndipo atakapokuambia kwa imani yako tu pokea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hufurahishwa sana na jibu la Yesu kila mara. Manake hakuwa anaenda kwa mambo mengi. Nataka nikufanyie nini? Nataka kuona. Basi na upate kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuige tu mfano. Tuige tu mfano wa Yesu. Tuige tu mfano huo wapendwa hao vipofu wawili ambao walijua kwamba licha sisi kuwa vipofu, kama hatutapaza sauti, kama hatutaondoka, kama hatutaifanyia matendo, kama hatutasimama mahala tulipo, tuondoke tuende pale tumtafute huyu Yesu, kama hatutafanya hivyo hatutaona. Naona hao wapendwa walikuwa na imani kali sana. Manake wengine ungeona aibu kwa kusema na watu tutapiga hii kelele mpaka saa ngapi? Tuachane tu naye.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona wakati unapofika kubarikiwa, wengine wanabarikiwa zaidi, mwingine uko pale katikati, mwingine uko bado uko hapa chini. Kwa sababu gani? Imani yetu inalingana na imani ambayo uko nayo. Ukiinua tu imani yako juu na ufuatishe na matendo, lazima huyu Mungu akiwa mbinguni atakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua Mungu anatupenda. Ndio maana kutoka Januari haujalazwa hospitalini, haujagonjeka, wewe haujakuwa na kitu, hata kama umepitia hali nyingine ngumu, lakini amekuvusha. Huyu Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unaamini ya kwamba Mungu anakupenda na unaenda kuinua imani yako juu na pia unaenda kuifuatisha na matendo, simama kwa miguu zako tu. Simama kwa miguu zako tu. Nataka tu mwambie Mungu jambo moja tu kwa ajili ya hayo maandiko. Mungu akapate kutusaidia. Mungu akupe tu nguvu. Mungu akupe uwezo. Wakati wowote utakapokuwa ukitembea, wakati wowote ukiwa katika hali ngumu, Mungu akufunze tu ni wapi ambapo unastahili kuwa na imani na ni wapi ambapo unastahili kunyamaza, ni wapi ambapo unastahili kupaza sauti. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninapenda kuimba wimbo huu, nitakuwa nawaalika tu. Wewe unajua ni wapi ambapo umepungukiwa. Unajua ni wapi. Vipofu wawili walipaza sauti zao, wakijua kwamba sisi ni vipofu. Na tusipopaza sauti zetu, huyu Mungu atatujibu. Huyu Mungu atawezesha tupate kuona. Kwa hivyo walipaza sauti, wakamwambia Yesu mwana wa Daudi, turehemu tu. Na Yesu akasikia na akawauliza, je, muamini ya kwamba naweza watendea hili? Wakasema ndio. Kwa imani yao waliona. Leo hii nataka uinue imani yako juu. Nataka tu inue imani yako juu. Haijalishi nini ambacho unapitia. Haijalishi ni wapi ambapo unahisi pakiwa pagumu. Kwa nguvu za Mungu, kwa hiyo imani ambayo uko nayo, Mungu anaenda kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka tu inue tu sauti yako juu unapoenda kumwambia Yesu mwana wa Daudi, nirehemu. Unapoenda kumwambia Mungu, nipe wateja katika hii biashara yako. Nimeanza lakini bado ni changa. Nipe tu wateja na unikubali. Nawe fuatisha tu imani yako na matendo. Hata kama itakuwa kwa kutoa, hata kama itakuwa kwa kuomba, fuatisha tu matendo, naye Mungu aliyejua akasikie, akaweze kukujibu. Ana Mungu yu tayari kutusikia. Mungu yu tayari kutujibu. Anangoja tu wewe upaze sauti yako tu. Haijalishi nini ambayo unapitia. Haijalishi ni wapi ambapo ni pagumu. Asante kwa wema wako, fadhili zako ni za milele. Imba asante. Fadhili zako ni za milele. Asante kwa wema wako, fadhili zako ni za milele. Sema asante. Upase tu sauti yako tu, Mungu asikie.
yako vyema, lakini anangoja tu wewe umwambie tu Mungu, nahitaji unifungue. Paza tu sauti yako kwa Mungu kama jinsi wale vipofu walivyopaza sauti zao. Mwambie tu Mungu, nahitaji kuona katika hii safari ambayo niko ndani. Mwambie Mungu, nahitaji kuenda mbali. Mungu ana uwezo kukupa wateja. Yesu ana uwezo huo. Yesu ana uwezo huo. Haijalishi wamepafunga, haijalishi pako namna gani, haijalishi waliokuwa pale walikuwa waganga, imani yako ipandishe kwa Yesu. Asante Mungu, maana unastahili. Asante maana hakuna aliye kama wewe. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa. Baba, asubuhi ya leo Jehova Jireh tunakuabudu. Asante maana umetenda. Asante maana umetuonekania Yesu. Asante maana umetubariki. Asante. 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 Tuamini tuombe. Baba uishie juu mbinguni, nasema ni asante kwa ajili ya wakati una masaa haya. Neno lako limepita, Mungu wa ajabu, na kushukuru na kuinua. Asante Jehova Rafa kutupa masikio ya ndani. Baba, masikio yanayosikia maifala. Wapendwa wa Jehova Jireh umepaza sauti zao kwako. Baba yangu akiwa na upofu ndani mwao. Yesu wajua ni wapi ambapo Jehova Jireh wamepungukiwa. Ukiwa juu mbinguni Baba ukawajaze. Ukiwa juu mbinguni Baba ukawabariki. Waingiapo na watokapo Yesu kaonekanie. Kuna wale ambao wameanzisha biashara, Yesu kawape wateja. Kuna wale ndipo wameajiriwa, Yesu uwape amani, uwape ushindi wanapoingia kazini. Yesu uende pamoja nasi ukatutetee. Wengine ndoa zao Jehova Jireh zimeharibika. Yesu unayetengeneza, wewe ambaye ulikuwa shahidi, achilia neema mpya, achilia nguvu mpya. Baba ukatende maana unaweza. Asante kwa uaminifu, asante kwa ukuu wako. Tunapoendelea na ibada hii Yesu naitisha nguvu zako, naitisha uwepo wako, naitisha utakatifu wako. Mungu ukatende mema maana unastahili. Asante maana umetenda, na yale yote ambayo sijaomba Yesu upate kuniombea. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. JYGC TV, Jesus is coming.